Nakusikia. Ongea dadangu, na usiongee na slow motion, uko na 3 minutes. Basi mimi nataka advice, story yangu utaniongeza ifike 5 minutes. Bismillah. Haya, bismillah. Mwenzenu mimi niko na matatizo, ndo naomba tu ushauri wenu. Ushauri tutakupa dada, pesa ndo hakuna. Tuendelee. Sitaki pia pesa, nataka tu ushauri dadangu. Pesa sitaki. Tutakupa ushauri, hapa uko mwingi sana. Tutakupa, usiwe na wasiwasi, hata usiwe na wasiwasi. Ongea. Okay, ni sawa. Mimi nimelelewa katika watoto wa family 7, mimi ndo mkubwa. So wakati mamangu akiolewa alikuwa na ujauzito wangu, akiolewa na huyo baba mwenye niko naye. So the time mwenye nilikuwa nikisoma ilikuwa ni ile shida, yani wakati wenye nimefika class 8 nikiuliza yani kama ni school fees nini, baba ananiambia enda uliza mamako akuonyeshe babako akulipie school fees. So mimi nilivyofika class 8 ikawa ni KCP, that is ilikuwa ni 2010. Nikifanya KCP nilienda nikaomba babangu pesa ya school nini ya kulipia mtihani wa KCP, akanikataza. Mimi nikaenda nikalima nikafanya ile KCP. Lakini sasa ile time mimi nafanya ile KCP nikakuja nikakuwa niko na shida ya mguu, kidonda, ikawa nimepata kidonda kwa mguu. Ikawa imekula mguu sana. So ikabidi mimi nifukuzwe shule. Juu ile kidonda ilikuwa inakaa green. So ikawa nao nyumbani hawakuwa na pesa, sikupeleka hospitali. Sasa mimi nikatoka shuleni, mwalimu akasema juu hiyo inatoa uzaa vibaya, nitaambukiza watoto wengine. Masomo yangu sasa mimi kakatikia hapo. Haya, so nilivyorudi nyumbani kwanza na moji mamangu, namuuliza kwani kila siku mimi manguo tukilima sinunului nguo? Yani tukilima chenye napewa kama zawadi ni chapati. That time chapati ilikuwa nadra sana kupatikana. Ndo kama chapati nalipa, ama ni manguo nitapewa na zile samandi zangu. So mimi vile niliona maisha yamekuwa magumu, ilibidi nitoroke nyumbani. Mamangu kama mimi nimechelewa kufanya kazi, mamangu ndiye atakuja atandikwe kwa niaba yangu na babangu. So nikawa naona hii mateso mamangu anapitia ni mengi. So mimi nikajikata nikaenda nikafanya kazi. Kufanya kazi kwa saa ile Mungu imezidi. Mwenye nilikuwa nikifanya kazi akanipeleka operation ya kwanza, nikafanywa Garissa, ikasucceed. But sasa Mungu haikupona, iliendelea kuwa zaidi. So mimi nilivyokuwa mwenye alikuwa ananitreat hivi ni Msomali, akapata passport visa yake akaenda zake Europe. Mimi nikarudi tena nyumbani. Kurudi tena nyumbani matatizo ikawa ni yale. Haya, mimi huyo tena nikaenda Mombasa, nikaanza kufanya kazi. Kufanya kazi nikasikia kuna hizi kazi za kusafiri. Si mimi nikakubali kusafiri, nikasafiri Katari sasa 2012. Vile nilisafiri Katari, nilifanya labda mwaka mmoja nikarudi. Sasa nilivyorudi nikapatana na boyfriend sasa kwa online. Vile nilipatana na boyfriend kwa online. Haraka ikate ndugu yangu, ikate haraka. Atisha, nakatakata fadhali, nataka tu msaada, naomba tu nisikize. Ni kwa leo tu dadangu. Haya, so nilivyosafiri nikapata mpenzi, nikakuja nikapata ujauzito. Tukakosana na yeye. Nilivyopata ujauzito nikaamua kurudi nyumbani kwetu tena. Babangu kuniona akaniambia mamako alikuzaa na mwizi, na wewe umeamua kuniletea mwizi mwingine nyumbani. Hapa kwangu naitwa huwezi kupazalia. Mimi nikaondoka, nikaenda town. Kwenda town sasa ndo nikapata mstiri, nikakaa mpaka nikajifungua. Kujifungua teacher, si kwa na kitu naweza pea mtoto. Nilikaa na mtoto wangu almost tuseme after nimezaa 7 months. Nikaona maisha yamekuwa magumu. Nikarudi tena nyumbani kumbembeleza mamangu, hanimbakie na mtoto, nitafute safari nyingine. Hapo ndo sasa nataka msaada, nitafute safari nyingine. So nilivyoenda nikamweleza baba, akaniuliza ni pesa ngapi itakuwa nalipo uko naenda. Nikamwelezea, akaniambia katika salary yangu yenye nitakuwa nalipwa kila mwisho wa mwezi, mamangu nitakuwa namlipa shilingi 10,000 na mtoto wangu na 5,000. Sasa kwa mwisho wa mwezi wewe natuma 15,000. Mamangu mimi nikakubali, juu sikuwa na kitu ya kupea mtoto, nikakubali nikasafiri Saudi Arabia. Nilivyosafiri Saudi Arabia, nilienda nikapata mdosi mzuri. Nilifanya miezi 3 ya kwanza, nikalipwa vizuri. So ile miezi 3 ya mwezi wangu wa 4, niliambiwa bosi wangu aliniambia kuna safari anaenda, so transfer kwa rafiki yake, akikuja ndo atakuja kunichukua nirudi kwake. So instead of mimi nilipelekwa kwa ile nyumba, nikapokonywa simu,
na nikaambiwa kuna kuongea na simu. Ni sawa Trisha, naangalia time. So nilivyofika ikawa sasa hakuna communication tena nyumbani. Nilivyoenda kwa ile nyumba ya pili ya rafiki ya boss wangu, hakawa sasa hakuna kunilipa. Nilikaa 8 months kwa ile nyumba sijalipwa, hakuna communication nyumbani, na ukumbuke kule nyumbani wanatarajia pesa mimi nitume za mtoto. So nilivyokaa hapo kwa hiyo nyumba kasa venye nilipelekwa, kulikuwa na msichana mwingine Mfilipino pale alikuwa akifanya kazi, nikaambiwa sifai kuongea na yeye, nikasema it's okay. Sasa mimi kwa ile time ilifika ya kuliza mshahara, akaniambia boss wako nilimpa pesa zako zote, so hapa wewe unafanya tu kazi, ukimaliza contract ndio nikurudishe nyumbani. Mimi sasa ikawa sina otherwise, nikakubali kufanya kazi. Sasa nilivyokubali kufanya kazi, nilikuwa nikifika pale hakuna kuongeleshana na ule msichana. Akianza kama wao wanaenda kama nje, mimi nabaki nafungua kwa room, yule msichana anabaki akicheza na mtoto. Sasa kuna hii siku moja sasa ndio ilikuwa very bad kwangu. Ndio sasa nataka tu mnisaidie na venye nilirudi. Tafadhali naomba tu nisikize. Haya, mimi nikakuja hiyo siku akatoka kama kawaida yao. Walivyotoka sasa, huyu Mfilipino alibaki akicheza na mtoto hapo sitting room. Juu mimi kila wakati wakitoka walikuwa wananifungia room. Wakitoka wananifungia, wakija ndo wananifungulia nianza na kazi. Sasa ikawa mtoto alianguka. Vile mtoto alianguka, yule msichana nikamsikia yuapiga makelele. Immediately hatukumaliza kama 20 minutes, boss wangu akarudi. Kurudi, mimi nilisikia kitu kama kimelipuka. Baadaye wakakuja wakanifungulia. Vile kunifungulia, nilienda nikakuta yule demu amelala pale chini, yule mtoto naye anatoka damu ya mapua. Sasa mimi vile nilifikiria, nilidhani maybe yule mtoto amengongeka na meza akicheza, na wakachukua yule mtoto wao wakampeleka hospitali, na mimi nikabaki na ule dem pale. So the time yenye nilikuwa namuita yule dem au kwa anaweza kurespond, that time hawakunifungia kwa room. Mzee akaenda. Kurudi tena mzee ndo baadaye akaniambia sasa nataka huyu dem umvurute umpeleke chooni, kwa chooni mahali mnakaa. Mimi nikaanza kukataa, akanipiga, akaniambia nataka umvurute. Sasa kumvuruta ndo niliona kumbe huyu dem nikambe walimuua. Ile kitu nilisikia imelipuka, nikambe alikuwa amemshoot. So mimi the time zenye nilikataa alinipiga, ikabidi sasa nikubali. Sasa mimi ile kumpeleka chooni kuingia, naye kumbe alikuwa shatoa ile funguo yake ya choo yetu. Nikimgeuza ule dem, nikafungua kwa ile choo pamoja na ule dem. Sasa mimi nikabaki kwa ile choo, napiga kelele, hakuna mtu anaweza kusikia nje akuja akusaidie. So mimi nikakaa pale, siku ya hiyo ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ndo ile nyumba ilirudi mzee. Akaniita, Beatrice, nikaitika. So vile niliitika, alifungua akaniambia nataka utukatanishe huu mwili wa udem uweke kwa kwa hii zibala, hizi makaratasi za zibala, uende tukamtupe. Mimi sasa nikakataa. Akaniambia uamue jambo moja, tukue ama nikue kama yeye ama umtupe. Mimi nikakubali. Sasa hiyo ndio mimi nataka kuinvest. Juu najua kuna kitu nilifanya na Mungu hakufurahia na haikukuwa pia kupenda kwangu. Ushasikia? Mimi nilifanya kama vile yeye alikuwa anataka. Alikatanisha ule mwili ule msichana, nikaeka kwenye hiyo karatasi ya zibala, nikaeka kwenye ngunia, na nikaenda nikivuruta kwenye stairs mpaka kwa gari yake. Nikaenda nikaingiza. Kama kuna mtu anajua nitwaje msitu wa Maka mahali huko, hiyo roundabout hiyo Maka, hapo mimi ndo nilibebane jioni, yani hapa alfajiri nikaenda nikatupa hiyo mwili wa hiyo msichana. After that mimi tukarudi kwa nyumba na huyo boss. Sasa that time madamu hakurudi kwa nyumba. Haya, the time yenye tulirudi kwa nyumba ikawa mateso sasa yamenizidia. Hakuna chakula, ni siku ya 4 kutoka waondoke, sina chakula, depression, ujui what next. Mimi nilifikia mali sasa nikaenda nikambisha ule boss wangu, kama watu wangu pia hawajui chenye kinaniendelezea Saudi Arabia. Agent sina mtu wa kumpigia simu. Sasa mimi ndo nilienda nikabisha huyo mzee, nikamwambia baba, unaweza kuja hata mimi unishoot because this one is too much. Sina salary, mateso, mwenzangu ameuliwa, sijui what next. Mzee akaniambia wewe toka uende zako. Mimi nikarudi kwa room. Vile nilirudi kwa room akakuja akaniambia sasa nichukue vitu za kusafisha, nikasafisha ile gari yake, ile mali tulikuwa tumembebea ile mwili. Mimi hapo ndo nilienda nikakuta gate ya kwanza imefunguliwa, na hapo mimi ndo nilipata chance ya kutoroka, nikakimbia polisi.
So vile nilikimbia polisi, waliona hali yangu vile ilikuwa, nashukuru Mungu hawakunichaji. Na mimi vile nilifika pale sikueleza kama yule mdosi wangu ameua, juu niliona fingerprint zangu zitakutwa pale, na zikikutwa pale mimi pia ndo nitakuwa kwenye shida kubwa. Mimi niliwaambia tu boss wangu ananithreaten vibaya, unasikia? Vile waliniona wakaniambia, sasa wewe option ni mbili, tunaweza kukufanyia deportation, ama kama uko na mtu wako nyumbani umwambia kulipia ticket urudi. Mimi nilicall yule Msomali nilikuwa nikifanya yeye kazi before, mwenye alikuwa ananipeleka kufanya operation, juu ni muda, nikamtumia picha zangu na nikamtumia mwili wangu vile ulikuwa, nikamuonyesha picha zangu. Nashukuru Mungu wakamcall. Sasa nilikuwa na kale kasimu kandogo, juu kwa ile nyumba nilikuwa nimepokonya simu yangu kubwa, walikuwa amenipa kale kadogo. Wakamcall bosi, akauliza kama unajua Beatrice, akasema yes. Akaambiwa kuja police station, akakataa kuja police station. Sasa vile alikataa kuja police station, akaambiwa basi kama utaki kuja tumana document zake. Ndio akanitumanisha passport yangu, na venye alinitumia passport mimi nikamtumanisha ule msichana Msomali. Immediately the same day akanilipia flight, mimi nikarudi. Kufika Nairobi sikukuwa hata na mali ya kitu yoyote ya kufanya, but nilikuwa najua aunti yangu anakaa Embakasi. Hapo ndo nilirudi Embakasi. Nikafika. Kufika mimi nilienda nikitembea tu mguu nikipumzika karibu siku 2 ndo nilifikia aunti yangu. Chenye nilitoka nacho Saudia, yani nilitoka tu nimefura mwili, maumivu, na sikukuwa na chochote, hata nilirudi na shida nyingi kushinda yenye nilikuwa nayo. So after that nimefika, mimi nikakaa kwa aunti yangu kama wiki moja. Sasa aunti akanitafutia ticket, nikaamua kurudi nyumbani. So mimi kurudi nyumbani, instead of babangu ama mzazi wangu wa mwanamke kusikiza ile story yangu chenye kilinipata, kitu ya kwanza waliniambia niwalipe zile pesa amenikalia na mtoto wangu hiyo miezi yote. Nikamwambia mimi mwenyewe kule nimeenda sikuwa nalipwa, but chenye mzazi wangu alinijibu, aliniambia ni kwa starehe yako, chenye nataka ni ulipe bibi yangu, ulimfanya mfanyikazi. Mimi hapo ndo nilienda nikamwambia it's okay, nipeni mtoto wangu, nikipata pesa yenu nitawapatia. Sasa mimi hivyo ndo nilitoka nyumbani, niko tu hapa Mombasa, na hivi ilivyo mimi sina mazungumzo yote na wazazi wangu, niko hapo bado najiunguza. Sasa ndo nilikuwa nataka advice yenu. Mzazi kama huyo unaweza ndili naye aje? Hanielewi, ni mzazi wangu mwenye nikiwa na shida naweza kimbilia nimwambie madhe niko na 1 2 3, lakini hawanisikizi kutoka niko mdogo mpaka sai. Ni depression after depression. Wameniwekea chuki mpaka kwa mtoto wangu, wamethamini pesa kushinda mimi mwenyewe afya yangu. Hata ningekufia Saudia kwao kungekuwa tu well, juu nimerudi niko mzima, nimerudi niko na stress, lakini bado hawataki kusikia part of my story chenye kilinipata, na wewe nimerudi nikiwa hivyo. Yeah, that's my story. Me, what I know is we should just pray for our sisters who are working huko Gulf huko. These ladies are going through so much. Leave alone your decision yao ya kuacha home to go better their lives and their families' lives. But hawa madada zetu wanakipitia. Trust me, you're in a foreign country. They are speaking foreign language. You have to catch up. You have to learn that language. Ndio usijue chenye wamekupangia. Yani penye huko, if you're able to pray for these people, just pray for them. Because it's not their choice kwanza kutaka kuenda huko. Ni juu wanatafuta namna. Yenye Kenya hakuna. Yeah. We feel you, walai, we feel you. Pole sana my dear, hata usilie. Thank you. But having toxic parents is not a new thing. Parents are very toxic. Parents can be toxic. Paka mzazi anaweza kuambia kitu paka ushangae, wewe ndo ulinizaa eti. Place yote yenye pesa iko involved. Hakuna stories za relations hapo. Mekjimi kitu naweza kuambia ni hiyo story kwanza ya huko ni Qatar ulikuwa ama wapi? Huyo msichana aliuliwa, sijui ukapak kwa karatasi, hiyo haikuwa makosa yako. Ulipata ameuliwa. Na ulikuwa una follow instructions, si eti ulimuua ama wewe ndio ulimuua.
Hapana, ni huo bosi Si wewe wangu. ulimuua, sasa mbona unajali? Wewe hiyo damu iko kwa mikono yako, wewe Unajua, uliagizwa. unajua unafeel aje? So Imagine sasa hii familia yake inamngojea harudi. yeah, Na yeah, ni relax. So imagine sasa kama ni mimi. naelewa, ndo nasema si wewe ulimuua. Kitu ya kwanza jisamehe na ushukuru Mungu ulirudi ukiwa mzima mzima. Kuna wenye wanarudi huku na jeneza. Kitu ya pili, hao wazazi wako kama wakutaki sawa, wapatie space, kaa mbali nao hivyo venye wanataka kukaa mbali nao, just give them space. Watakuja kugundua kweli mtoto wetu hana shughuli na sisi, na watajirudisha wenyewe wakitaka. Imagine, don't give Siku them hizi space, toxic. cut them off. Don't give them space, cut them off. You do not Yes, need such kind of people in your life. You cut don't. them You off. have your Like child, take good care of your child. exactly. Uko na mtoto wako, shughulika na mtoto wako, kufa na mtoto wako. Fanya kazi na wachana na watu wanakuchukia. We penda wenye wanakupenda, wenye wakupendi hata kama mko related waweke kando. Focus na life yako. Usilie kwa sababu mtu anakuchukia. Yeah. Hata Kama kama your ni mamako conscience na is anakuchukia. clear, kama your conscience Yes. is clear na hujafanya makosa or anything, why you're good to go. Just take care of your child, my dear. Thank you. Na usishinde ukijistress, usishinde ukijistress. I Siku hizi know. hao wazazi wako toxic sana. Sawa mama? Sawa. Yeah, forgive yourself. Thank God that you're okay. Ulirudi ukiwa salama, mtoto wako ako salama, hawakumfanyia kitu hata kama walihitaji pesa. Utakuwa sawa. Yvonne, Yvonne,